Nilikaa mimi, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti wa kamati, nikakaa na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, nikakaa na Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi, nikakaa na Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, lakini pamoja na Mwanasheria Mkuu wa serikali. Tumekwisha kulijadili jambo hili. Mheshimiwa Naibu Spika, tuna jambo ambalo tulilifanya la mpito, na naomba hata waheshimiwa wabunge tuelewane vizuri na wadau wetu wa usafirishaji tuelewane vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, ulipotokea mzozo wa Mashariki ya Kati, bei za mafuta zikapanda, tukaitana ndani ya serikali pamoja na Mheshimiwa Spika kuangalia ni hatua gani za kuchukua ili wananchi wasipate shida ya kupanda kwa gharama za maisha na gharama za usafirishaji. Moja ya hatua ambazo tulizichukua za mpito, Mheshimiwa Naibu Spika, ilikuwa ni kuondoa takwa la mabasi yale ambayo kwa muundo wake wa utengenezaji hayawezi kuweka mzigo unaopitiliza. Tukasema yasipite kwenye mizani, kwa sababu foleni zile zinapokuwa kubwa, mafuta yanatumika, gharama zinaongezeka. Kwa tukasema magari yale ambayo kwa utengenezaji wake imethibitika hayawezi kuweka mzigo unaopitiliza yasipite kwenye mizani. Lakini tukasema pia mabasi yale ambayo yenyewe ni model za zamani yanaweza yakaweka mzigo mkubwa, mengine yanaweza yakaweka magunia mkaa, mengine magunia mahindi na mengine. Tukasema haya yatapita kwenye mizani, lakini yasilazimike kupita kila mizani. Tukasema yapite mizani wa kwanza yanapoanza safari na wa mwisho kabla hajafika kwenye safari yake ya mwisho. Hii yote ilikuwa ni katika namna ya kupunguza matumizi ya mafuta na kushusha gharama kwa wenzetu wa usafirishaji ili wasipandishe nauli kwa Watanzania. Lakini la pili ambalo tulisema ni hatua mojawapo ilikuwa ni kuondoa takwa la mabasi yanayosafiri kwenda mikoani kupita kila stendi ya halmashauri hata kama hayashushi abiria. Tukasema ndio, kwenye halmashauri ni chanzo cha mapato, lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kama haupakii na haushushi abiria, tulisema tuondoe huo ulazima wa kila basi kuingia kila stendi. Mheshimiwa Naibu Spika, mantiki yake ilikuwa tupunguze gharama ili tusipandishe nauli na Watanzania wakapata shida, na tulikuwa hatujui hii mambo ya kupanda kwa bei za mafuta yataishia wapi. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo moja ambalo nawaomba Watanzania wote tuelewane, kama mbunge alivyosema, ni kweli tumefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye stendi. Stendi kama hii hapa ya Ndugai ni uwekezaji mkubwa, ni fedha ambazo tungeweza kuzipeleka kwenye kujenga hospitali, kujenga mashule ama kupeleka huduma zingine, lakini tukawekeza kwenye stendi. Stendi ya Magufuli pale Dar es Salaam ni stendi kubwa ambayo imetumia mabilioni ya fedha. Fedha hizo tungeweza kuzipeleka kwenye shughuli zingine za maendeleo. Hivyo stendi ya Morogoro, stendi ya ziko mbili Mwanza na maeneo mengine. Nini tulichosema kama serikali? Tulisema kwa maeneo ambayo stendi zipo na mabasi yanaanzia hapo, mabasi yaende kwenye stendi, kwa sababu hizi stendi tumezijenga kwa ajili ya mabasi, lakini pia inatusaidia kama nchi kuwa na utaratibu, inatusaidia kama nchi masuala pia ya kiusalama. Magari, kila gari likianzia nyumbani, ili limeanzia kule, ili limeanzia kule, control ya masuala ya kiusalama huku tumeshasema mengine yasipite kwenye mizani, yanaweza yakabeba madawa ya kulevya yakapitiliza moja kwa moja kule yanakokwenda. Sasa tulichukua hatua za muda na tulisema tutakutana mambo yakishatengemaa. Naamini kule kwenye mikoa wameshaanza kukaa, niwaelekeze sectors zetu pamoja na mikoa yetu wakae waweke utaratibu ambao ni lazima stendi zitumike, na wakati huo tuendelee kuzingatia kutokuweka gharama ambazo zinaweza zikaepukika ili tuweze kuwasaidia Watanzania wasipandishiwe nauli na gharama zingine ambazo zinaweza zikaleta shida. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, niliwaelekeza wale wa Dar es Salaam wakae haraka nilipokuwa pale NIT kuangalia jambo linalohusiana na stendi ya Magufuli. Niliwaelekeza na nimeona mkuu wa mkoa ameshachukua hatua. Niliwaelekeza mikoa mingine wachukue hatua katika maeneo ambayo tuna stendi hizi kubwa, na nimezitaja tu baadhi, na yapo maeneo mengine ambako ujenzi wa mastendi makubwa unaendelea.